Amani iwe pamoja nanyi ndugu zangu katika Kristo mahali popote mlipo. Niko mbele zenu katika majira haya. Kuna somo jingine ambalo Roho Mtakatifu ameweza kutupatia katika siku ya leo, ambalo nikaona si vyema niweze kulibakiza mwenyewe, tuweze kushare mimi na wewe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Somo letu la siku ya leo linasema namna ya kuweza kurejesha mahusiano yako na Mungu. Kuna watu ambao walikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kwa sasa hivi wanakuwa hawana na mahusiano mazuri na Mungu. Sasa katika siku ya leo nataka nikufundishe njia fupi ambayo inaweza ikakusaidia katika njia moja ama nyingine ya kuweza kurejesha tena mahusiano yako na Mungu, ama mahusiano ambayo yalikuwa yamepotea yaweze kurejea tena. Basi nitakuomba uweze kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Nina uhakika kuna kitu kimoja ama vitu viwili ambavyo nitaweza kuvizungumza katika siku ya leo vitakuwa msaada katika maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. Kitu cha kwanza ambacho kitaweza kukusaidia ndugu yangu, wewe ambaye ulikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini kwa sasa hivi yale mahusiano mazuri kwa sasa hivi yamekatika na unahitaji uweze kurudisha mahusiano yako na Mungu. Ama wewe ambao unahitaji uweze kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanye ni kujitambua. Hakuna kitu kikubwa kama vile kujitambua. Tusome Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 17 hadi 24. Neno la Bwana linasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kubakiza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. 18. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. 19. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. 20. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa bado mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu. 21. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. 22. Lakini baba alimwambia watumishi wake, lilete upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtie na pete kidoleni na viatu miguuni. 23. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na tufurahi. 24 na mwisho. Neno la Bwana linasema, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Akaanza kushangilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu yangu, nakwambia katika ili andiko limeshiba, ili andiko limejaa. Kuna vitu vichache ambavyo viko katika andiko hili ambavyo nataka nikwambie vitakusaidia katika njia moja ama nyingine. Nafikiri hii historia, kwa wale ambao ni wasomaji wazuri wa Biblia, wanajua hii historia ni ya nani. Watu wengi tunamuita mwana mpotevu, lakini Biblia inamuita mwana mdogo. Huyu mwana mpotevu ambaye ndiye mwana mdogo alijiona yeye ameshakuwa. Akaenda kwa babaye akamwambia, Baba, nipe mali iliyoniangukia. Baba yake alipompa mali, mtoto akaenda katika nchi ya mbali akamwacha baba. Lakini katika hiyo nchi alipoenda akatapanya mali yake. Ikafikia wakati anakuwa nakula chakula ambacho nguruwe inakula, na yeye anakula angalau ajishibishe. Lakini kilichomsaidia ni nini huyu mwana mpotevu? Na kilichofanya apate kibali ni nini? Kilichomsaidia ni kujigundua. Alitambua ya kwamba mimi nimekosa. Akasema hivi, Biblia inasema hivi, alitambua moyoni mwake. Akasema hivi, ni watumishi wangapi ambao wanakula chakula kwa baba yangu, lakini mimi
mimi mpaka nakuja kula hivi vya nguruwe. Sistahili. Katika haya maisha ninayoishi si maisha ambayo mimi natakiwa kuishi. Alienda kwa babaye. Maana yake alianza kujifunza, nitakapofika kwa baba nitamwambia, baba, nimekosa mbele zako na mbele ya mbingu. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye mmoja wa watumwa wako. Haya maneno alianza kuyaongea na hajamuona baba yake. Haya maneno alianza kuyaongea wakati alipojitambua. Alijitambua ya kwamba yeye amekosa. Sasa kitakachompa kibali ni yeye kuweza kurejea kwa baba yake na kunyenyekea. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu inasema hivi. Alipokwenda kwa baba yake alipomuona mwanae kwa mbali, baba alimuonea huruma. Kwa nini baba alimuonea huruma? Staili ambayo mtoto alienda nayo kwa baba yake, hata kama mtoto hajasema baba nimejuta, baba alikuwa ameshamuona huyu mtoto amejuta. Na kwa sababu amejuta, anahitaji kusamehewa. Biblia yangu haionyeshi maswali ambayo baba alimuuliza, lakini mtoto ndio alianza kuongea, kumwambia baba, nimekosa mbele zako na mbele za mbingu. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye mmoja wa watumwa. Baba alichokifanya ni nini? Baba aliambia watumishi wake, mvike vazi lililo bora, lakini pia mvishe na pete kidoleni na viatu miguuni, na mchinje ndama. Wakasherekea. Akasema, mtoto wangu alikuwa amepotea, sasa ameonekana. Alikuwa amekufa, kwa sasa ameweza kufufuka. Jina la Bwana litukuzwe. Huu mfano unataka kunifundisha nini mimi na wewe? Unapojikuta ya kwamba kuna mahusiano ambayo yamepotea na Mungu, ikimaanisha kuna kitu ambacho ulikifanya kikawa chanzo cha wewe na Mungu mahusiano yaweze kupotea, kitu cha kwanza ni wewe kugundua moyoni mwako, kusema hakika nimemkosea baba. Wakati utakapoenda kwa Mungu, Mungu hata kuuliza kwa nini umekuja mbele zangu, kwa nini ulifanya hivi. Mungu hata kuuliza. Kama huyu baba hakumuuliza mtoto wake kwa nini ulifanya, hakumuuliza. Huyu mtoto analinganishwa na mimi na wewe wakati tunapomkosea Mungu, lakini huyu baba yake analinganishwa na Mungu. Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Hajalishi umemkosea kiasi gani, wakati unapoenda kwake na majuto, moyo wa kujuta, moyo wa kutambua ya kwamba nimemkosea baba na ninatakiwa niende nimuombe baba msamaha, baba atakusamehe. Baba hatakwambia kwa nini ulifanya, baba hatafanya hivyo. Lakini pia alipofika kwa baba yake, kitu cha kwanza ambacho baba yake aliagiza mtoto wake aweze kuvishwa vazi lililo bora, na vazi ambalo Mungu atakuvisha unaporejea kwake ni vazi ambalo linaitwa utakatifu. Utakatifu ni vazi la kwanza ambalo Mungu atakuvisha unapoenda na moyo wa majuto. Unajitambua kwamba nimemkosea Mungu, unanyenyekea mbele zake. Mungu atakuvisha vazi ambalo ni vazi lililo bora zaidi, ambalo ni utakatifu. Lakini sio hilo tu, baba yake alimvisha na pete kidoleni. Hiyo pete inataka kumaanisha nini? Unapoenda kwa Mungu, Mungu anapokuvisha vazi ambalo ni utakatifu, Mungu atakuvisha na pete ambalo ni agano atakaloliweka wewe na yeye. Kuna agano ambalo Mungu ataliweka baina yako wewe na yeye, kwa sababu Mungu hawezi kutembea na mwanadamu pasipokuwa na agano. Kuna agano ambalo Mungu ataliweka ndani yako, ambalo hilo agano litakuunganisha wewe na Mungu. Kama vile pete. Pete inakuwa ni agano ambalo mwanamke na mwanaume wanavalishana ya kwamba katika shida, katika raha, sitakuacha, nitakuwa na wewe. Hilo ni agano. Kwa hiyo unapoenda kwa Mungu, Mungu ataweka agano katikati yako wewe na yeye. Lakini sio hilo tu, baba yake aliagiza ya kwamba avikwe viatu. Viatu vinataka kumaanisha nini? Unapoenda
kwa Mungu na kunyenyekea, Mungu atakupa uhalali. Kwa sababu kipindi cha Agano la Kale watumwa walikuwa wavae viatu akiwa kwenye nyumba ya bwana wake, walikuwa wakikaa peku. Lakini vile viatu, yule baba alitaka kuonesha kwamba anampa mtoto wake uhalali wa kurejea tena katika nyumba yake. Kwa hiyo Mungu atakupa uhalali wa kuitwa mtoto wake. Mungu atakupa uhalali wa kuitwa mtakatifu wake. Mungu atakupa uhalali wa kuitwa mwanae. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba yake akuishia hapo. Baba yake aliagiza waweze kuleta ndama iliyonona, iweze kuchinjwa na wafanye sherehe. Jina la Bwana litukuzwe. Inataka kutufundisha nini? Wakati ambapo unaenda kunyenyekea kwa baba, baba analeta ndama iliyonona ambayo ni Yesu Kristo, anachinjwa, damu yake inachinjwa ajili yako. Unapokelewa tena kupitia damu ya Yesu, na kuna sherehe ambayo inafanyika mbinguni, kwa sababu Biblia inatuambia mtu mmoja akiokoka mbinguni kuna sherehe. Kwa hiyo unapomrejelea baba anafanya sherehe. Baba anafurahia kurejea kwako. Baba anafurahia kwa sababu ulikuwa umekufa, kwa sasa uko hai. Ulikuwa umepotea, kwa sasa umeonekana. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama utakomenelewa ndugu yangu. Nitakacho tukuomba ndugu yangu, angalia ni wapi ambapo umemkosea Mungu wako. Mungu yuko tayari kukusamehe. Mungu yuko tayari kupokea msamaha wako. Ni wewe tu kuweza kujitambua na kuweza kurejea kwa Mungu wako. Niseme tu Mungu aendelee kukubariki. Neema Yesu Kristo iendelee kuwa pamoja nawe. Nitakacho kuomba ndugu yangu, ukiwa na swali lolote, ukihitaji kujua zaidi kuhusu hili jambo, nitakuomba uweze kunitafuta kwenye inbox, nitafute Facebook, nitafute Instagram, natumia katika jina la Nicole Catherine Kongolo. Mungu akubariki na kupenda sana. Tukutane tena katika video nyingine ambayo inakuja soon.